na serikali yakakaa kule kwa ahadi kwamba utalipa. Ukiwa mgonjwa ukaenda hospitali kuonyesha kile cheti cha stakabadhi ghalani, upewi dawa, na sisi tunajua. Ukiwa na mtoto anataka kwenda shule atakuwa ada, ukipeleka ile risiti ya stakabadhi ghalani upewi, mtoto haandikishi shule kwamba ni ada ya shule. Watanzania wana haki kama wanavyolima kwa nguvu zao na serikali haiwasaidii chochote. Wakimaliza kulima wana haki ya kuuza mazao yao popote wanapodhani kuna bei nzuri, lakini serikali yetu imerudisha ukiritimba wa soko kwa wakulima. Maana mkulima amegeuzwa mali ya umma, kwa sababu tumesema tuko kwenye soko huru, sio manake tuko kwenye soko huru. Sasa kwa nini huyu mkulima akilima mbaazi zake, akilima dengu zake haruhusiwi kwenda kuuza popote, au wanunuzi hawaruhusiwi? Unatakiwa upeleke kwenye ghala la serikali mpaka siku watakayetaka wao, watakayepata mteja wakiuza ndio wakupe hela. Wanaweza akakupa hata mnakani. Huo ni uonevu mkubwa. Hicho ni kilio cha Watanzania. Maisha ni magumu, watu hawana hela, mazao yao yako ghalani. Hicho kitu ni kitu cha kupingwa. Serikali lazima iwaache wakulima huru wauze wanakotaka. Wajibu wa serikali ni kutafuta masoko bora ya bidhaa za wakulima. Ndio wajibu wa serikali. Serikali sio kuingilia nani anunue nani asinunue, auze wapi asiuze wapi. Serikali inatakiwa itengeneze ushindani wa kweli kwenye mazao ya wakulima, ili wanunuzi wengi waje, ili mkulima aone kwamba anaweza kuuza kwa nani, na sio wao kuamua kwamba peleka kwenye ghala tukakae pale. Serikali ndio itafute wanunuzi kabla ya wakulima kupeleka kwenye ghala, kwa sababu haiwasaidii chochote. Kwa hiyo Watanzania wanatakiwa kusaidiwa kupaza sauti ya kero zao ili serikali iweze kutekeleza. Kwa sisi ziara yetu na operesheni yetu itakuwa na hayo mambo makubwa mawili: kupaza kilio cha wananchi ili serikali itekeleze, lakini kukusanya maoni kwa ajili ya maboresho ya katiba ya chama chetu. Sasa hii michango tunaipeleka wapi? Hii michango ndio kwa sababu yangu pekee ya kuja na nyaraka zangu hapa. Kwa hiyo hii michango tunataka ielekezwe kwenye akaunti hizi hapa yoyote, na nyinyi hapa kabla mjatoka mkitaka kuchangia tawaomba sana, kwa sababu nyinyi ni Watanzania, sio? Nyinyi ni Watanzania, nyinyi mnataka kushiriki kujenga haya mageuzi, sio? Mageuzi yenye maana yatakayofanya nini? Yatakayoleta maendeleo kwa Watanzania. Kuna namba ya simu ya mtandao wa Voda ambayo jina lake ni Chauma makao makuu, yani Chauma HQ. Namba hiyo ni 0746 53 33 12. Namba ya Voda ambayo ni 0746 53 33 12. Jina lake itakuwa ni Chauma HQ. Ukituma hapo chochote ulichonacho, tunakuomba sana Mtanzania, mwana Chauma, mpenzi wa Chauma, mpenda mabadiliko, mtu ambaye unajua kwamba Chauma inaweza ikabeba sauti ya Watanzania, tuchangie kupitia namba hiyo. Lakini kuna yule ambaye anaweza kwenda kupeleka hela benki. Kuna akaunti ya chama ya benki ya CRDB, akaunti ya chama ya benki ya CRDB ambazo namba zake ni 100 16 69 51 28. Narudia, ni CRDB Bank. Jina la akaunti ni Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma. Namba yake ni 100 16 69 51 28. Hiyo ni akaunti ya benki CRDB na jina lake ni Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma. Kwa hiyo hizo njia mbili, ambaye anaona kwamba hawezi mpaka aende benki akatoe, anatumia hiyo
line ya Voda, ambaye anaweza kuona kwamba anaweza kwenda benki akachangie, anakwenda kuchangia. Ukichangia katika majukwaa hayo mawili, katika namba hizo yoyote kati ya hizo mbili, hela yako inafika na inakuwa salama, na sisi tutawaeleza Watanzania tumepata kiasi gani, tumetumiaje. Sisi tukipata, hata tupata mkononi, tutazipeleka benki, tutazipeleka kwenye namba ya simu, ili tuhakikishe kwamba hela za chama zinakusanywa kwa usahihi na zinatumika kwa usahihi. Kwa ndugu zanguni, tulitaka tuseme hayo. Nimesema tuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuzindua, kueleza operation yetu ya Tujenge Pamoja, Tanzania ni Sisi. Nimeeleza itapita mikoa gani, nimeeleza inaanza lini na inaanzia wapi na inamalizikia wapi, lakini baadaye nimeeleza kwamba tuna mkakati wa kutafuta fedha, kutafuta rasilimali ili tuweze kufanya hiyo operation, na rasilimali hizo tunaanza kuzitafuta kuanzia kwa viongozi wenyewe. Tunaanza sisi wenyewe, yaani leo haijafika jioni, lazima wabunge wetu wote watakuwa wameshachanga, viongozi wakuu watakuwa wameshachanga wote, wajumbe wa kamati kuu watakuwa wameshachanga wote tayari. Sasa tushakubaliana. Baada ya hapo, tutaendelea kuwaomba wengine na nyie mtuunge mkono, mtushike mkono, tuweze kupeleka hili gurudumu mbele. Mungu awabariki sana. Wasalamu alaykum. Tunashukuru. Mambo mawili ambayo yalitufanya tuwaombe mje hapa leo ndio hayo. Uko tayari kwa maswali? Haya, nianzie hapa, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Suleiman Hamisi. Langu la kwanza ni kuhusiana na malengo ya chama kuhusiana na hiyo pamoja. Lengo lenu ni kukusanya kiasi gani? Alafu kitu kingine, mtatumia jukwaa gani kuzungumza na wanachama? Kwa tunajua kuna changamoto ya kufungua. Kwa hiyo kama chama Shukrani sana kwa swali zuri. La pili, tuzo nilikuona bwana. Lakini naomba niweke sawa ile kwamba kwanza nataka nijue hiyo operation inaanza hivi. Pia ndani ya huo muda Asante. Ndio dada. Naomba jina na chombo chako tafadhali. Asante Grace. Wazo hili la kuomba fedha. Yeah. Yeah. Asante. Kuna mwingine? Naomba mmalizie hapo alafu ayajibu. Katika swala zima la harambee uchangiaji, tunaona kuna pesa, kuna taarifa za sio, kuna watu wanatumia njia hiyo kutakatisha fedha. Mimi tupangaje katika swala hili? Asante. Nashukuru. Niombe Katibu Mkuu uje ujibu haya maswali, japo la tuzo lilishajibiwa. Operation inaanza Ijumaa kutwa. Atakuja kumalizia sasa. Mheshimiwa, naomba uje. Asante sana. Asante sana. Okay, mimi mnajua kaida yangu huwa naanziaga na swali la mwisho, na nimeshajenga hiyo tabia kwa sababu ni imani yangu kwamba swali la mwisho angalau kila mtu bado anakumbuka. Maana nikiuliza maswali yameulizwa mangapi, angalau tutaweza kutamka la mwisho. Kwa mimi naanzia hapo kwenye la mwisho, nitakuja la kwanza kwa ambako watu waishalisahau. Sasa anasema michango
inatumika watu wengine wanasema inatumika kutakatisha fedha. Nyie mmejipangaje kwa hilo? Sisi hatujawahi na hatuwezi kuwa na mpango wa kutakatisha fedha. So pesa za kutakatisha hatuna. Hizo pesa chafu hatuna hadi tuzitakatishe kwa kuchangisha. Sisi tunachangisha wanachama wetu, na tumeona twende public ili wanachama wetu waweze kuchangia vizuri zaidi. Tuweke forum ambazo ziko wazi, ambao wanachama na wapenzi wengine wanaweza akachangia huko, kwa sababu usipoweka public, shida yake ni moja, kwamba watu wanaweza wasijue wanachangaje usipokuwa na mifumo ya kuchangia, na wakiamua kuchangia wanaweza kuleta fedha mkononi. Fedha za mkononi zina madhara yake pia, sio? Kwa sisi tumetangaza namna ya kuchangia ili yoyote anayetaka kuchangia achangie, na mtaona zinaingia namna gani na zinatumika namna gani. Na hata tukiweza kutoa bank statement, hata unapokaguliwa unaweza kutoa bank statement kwamba zimeingia hela hizi hapa za mchango, zimetumika hizi hapa na risiti hizi hapa. Kwa hiyo sisi hatujawahi na hatuna huo mpango. Kama unasikia kuna huo mpango, nipashe wazo hili kwa Chauma la kuchangia ni geni. Je, hii sio tone tone? Hii sio tone tone. Hii ni mchango kwa ajili ya Chauma. Watone tone wapo, lakini sisi huu ni mchango kwa ajili ya kuchangia nini? Operation ya Chauma. Na uwezo kusema kwamba kuchangia kumeibwa mahali fulani. Kwani Tanzania anayechangisha fedha ni chama kimoja? Sasa kwa nini kama sio mbona harusi watu wanachangia nazo ni tone tone hizi? Sasa kuchangisha haiwezi kuwa kugeuzwa ikawa tone tone. Sasa kuchangia ni kwamba wakati huo mtu yote akiamua kuchangisha anachangisha, anasema malengo ya kuchangisha, haiwezi kuwa imeibwa mahali fulani, kwa sababu sio tone tone ndio ilianza kuchangishwa duniani hapa, sio? Michango ipo na watu wanachangia na haiwezi kuwa namna hiyo. Okay. Hii operation inaanza lini? Bahati nzuri Mrema ameijibu, na nilikuwa nimesema mwanzo, labda ulichelewa. Nilisema operation yetu inaanza tarehe 25, inaanzia mkoa wa Tabora. Tukitoka Tabora tunaenda Katavi, tunaanza hivyo, na kasema tunamalizia na Unguja kutokea Pemba. Kwa hiyo nimeeleza hivyo. Kwa hiyo inaanza lini? Inaanza tarehe 25. Budget ni kiasi gani? Budget yetu kwa hii operation yote ambayo tumeshaitengeneza tunahitaji karibu milioni 186. Milioni 186 ndio bajeti yetu kwenye mzunguko huo wa awamu ya kwanza. Na Waswahili wanasema ukitaka kuruka unaagana na nyonga, sio? Na sisi baada ya kuona hiyo, kwa sababu huwezi kuchangisha bila kuwa na budget. Baada ya kuwa na hiyo budget, tukaangalia kwa mujibu wa azimio la halmashauri kuu la viongozi kuchangia. Tukaona tukichangia tunaweza tukafika wapi? Tunaweza tukafika mahali ambapo tukafanya hiyo operation, sio? Kwa kinachotakiwa hapa ni wito na ombi kwa wadau na viongozi waweze kufanya nini? Kuchangia, kwa sababu matarajio ni kitu kimoja na utekelezaji ni kitu kingine, sio? Na ndio maana lazima tupanue wigo, tusijibane kwa hao viongozi, kwa sababu kama mmoja akiwa anaumwa au ana dharura au hana hela asipochangia, maana kama umejibana hapo, maana utafanya nini? Utakosa. Kwa hiyo tunachofanya tunapanua wigo, tunawaomba wenye nia njema wa Tanzania wote, na ndio maana tumesema tujenge pamoja. Chauma hii tuijenge pamoja, sio? Nchi hii tuijenge pamoja, ili tuache kutuhumiana, tukubaliane tujenge pamoja, sio? Kwa sasa tunapoita kwamba njooni tujenge pamoja, njooni tujenge pamoja. Chauma ni yetu wote, wale walio wanachauma na wanayependa mabadiliko, lakini injini yetu wote, tujenge pamoja. Kwa hiyo ipo namna hiyo. Lakini la mwanzo Bwana Suleiman Hamis, nimeshajibu swali lake. Lengo ni kukusanya kiasi gani? Kwa hiyo nimeshalisema hapo na ni mwanzo. Lengo sio kukusanya hicho kiwango cha bajeti tu, sio ya awamu ya kwanza. Lengo linakuwa ni kukusanya kadiri inavyowezekana ili tuweze kwenda na awamu ya kwanza, tuje awamu ya pili na tuweze kufanya kazi